Yes, bana, mambo vipi mtazamaji wa Eze Sport TV? Bana, tumaini kupoa kabisa. Kubwa zaidi usisahau hapo kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwa taarifa nyingi kabisa za michezo na burudani. Leo tuko katika uwanja wa shule ya msingi Ihoa Jonas Logistics Mwakise Cup 2026 inapigwa hapa na ni mtanange wa fainali kati ya Ihoa FC wenyeji ambao wanacheza na Iyula FC kutoka Iyula. Mimi hapa naenda kuzungumza sasa na wenye mashindano wenyewe ambao wameanzisha haya mashindano. Watatupa sababu ambazo ziliweza kufanya kuanzisha haya mashindano, lengo ni nini, lakini je, tutarajie kuona ligi hii ya Mwakise Cup ikiendelea kutimua vumbi misimu na misimu? Niko hapa na wenye mashindano. Bana, habari ya jioni. Salama kabisa mtangazaji. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Respicious Kisenyuzi. Natumia jina la Kisenyuzi kwenye yale majina mawili ya Mwakise. Kwa ile Kise ni Kisenyuzi, ndo mimi mwenyewe, ndo majina yangu hayo. Yes, niko na mwingine hapa bana, habari ya jioni. Salama kabisa. Tuambie majina yako. Mimi naitwa Omari Mwambeso Python. Lakini jina la kazi Mwambeso sana. Kwenye Mwakise ile mwa ndo Mwambeso wenyewe. Ya kwangu mimi. Mnyakyusa aliyechangamka kutoka Kiera. Okay. Haya bana, hao ndo wenye mashindano wenyewe. Bana, nikianza upande wangu wa kulia, tuambie lengo la kuanzisha haya mashindano msimu huu ni yapi hasa? Lengo kubwa, tunashukuru wadhamini wetu wawili ambao watushika kwenye awamu ya kwanza. Maana sisi Mwakise Cup huwa tuna kawaida ya kuanzisha mashindano kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ambao inatamatika mwezi wa 7, lakini mwaka huu tumetamatisha mwezi wa 8, na awamu ya pili ambayo itaanza mwezi wa 8 huu itaenda kutamatika mwezi wa 9 mwishoni. Kwa hiyo watu wakawa na awamu ya kwanza. Kwenye awamu ya kwanza Mwakise Cup tumepata wadhamini ambaye ni Jonas Logistics. Huyo yeye aliweka kwa ajili ya kuleta kuwapa fursa vijana waweze kufanyaje kupata fursa ya kucheza, lakini aweze kuwapa fursa vijana kwamba kuliko kwamba atoe msaada kwa mtu mmoja mmoja, kwa sababu bora aweke kombe ili aweke vijana pamoja waweze kujitoa katika uchezaji na hata shughuli zingine wanaungana wanakuwa pamoja. Hivyo wewe lengo lake huyu Jonas Logistics ilikuwa ni kuwafanya vijana hasa wa Ihoa waweze kupata sehemu ya kukutanika, kufurahi na kuwa pamoja katika shughuli mbalimbali. Lakini tuna mdhamini wa pili ambaye yeye ni Shiranga Mkosi. Yeye alijikita kwenye mambo ya huyu ni Shiranga Mkosi, ni Mkosi ambaye inahusu mambo ya kahawa. Yeye lengo lake alitaka vijana waache kuzurula, vijana wajikite kwenye kilimo. Sasa kilimo cha mwaka huu na cha kisasa hakihitaji uwe na mtaji. Mtaji unaupata wapi? Kwenye Mkosi yoyote iliyopo kwenye kijiji chako. Mfano Ihoa, njoo Mkosi ya Ihoa hiyo Shiranga, watakupa pembejeo ambazo ni mbolea, watakupa mtaji wa kuweza kuanzishia hata kama ni mbegu zile, kama ni kahawa wanakupa mtaji wa kahawa. Kwa hiyo kijana asibweteke nyumbani kusema kwamba mimi siwezi kufanya kazi, sina chochote. Hapana, hizi Mkosi zinawezesha, zinakopesha. Kwa hiyo kijana anainuka kwa njia ya kilimo kupitia Mkosi hizi. Kwa hiyo malengo yote ilikuwa ni kuwafanya vijana wajikite kwenye kilimo ili waweze kuwa na kitega uchumi ambacho kitawafanya waache kuzurura na kuwa wadokozi mitaani. Okay, shukrani sana. Tumesikia hapo kwa uzuri kabisa. Umezungumza tayari mara kadhaa mmekuwa mkishiriki hii ligi. Pengine umekuwa ni msimu wangapi huu kushiriki hii ligi ya Mwakise mpaka hivi sasa? Toka tulivyoanza huu msimu wa 5. Msimu wa 5 toka tulivyoanza, lakini tumeona changamoto zipo, lakini huwa wadau wetu wanajitahidi sana kutusaidia, kwa sababu sisi ni walimu, lakini kusimamia ligi afu kunaendelea kufundisha ni kazi. Lakini tunashukuru Lasi Mbotwa, sema bahati mbaya, tunajua kwa masikitiko Bonge ametuacha. Yule alikuwa mtu muhimu sana, alikuwa anatusaidia sana kusimamia hizi ligi. Sisi lengo letu kubwa, tunaanzisha mashindano, tunataka burudani, yani kijiji kisilale, yani kijiji silale, lakini vijana wachana na mambo mengine ajabu, waje kwenye nini, kwenye mpira, kwa sababu mpira ni ajira. Tunatamani kwa mfano saizi kuna watu wakina Matias hapa wamekodio toka wapi huko, wanalipwa utakuta 40,000, 50,000. Kondondo hii inalipa. Vijana waje kwa Mwakise, wakipige wasiogope. Sisi tupo kwa ajili ya kuwafanya nini, wakue. Inawezekana tukashuhudia Mwakise mwakani ikatoa mchezaji mmoja kwenda ligi kuu. Tunatamani hivyo vijana watoke waende mbali. Okay, pengine kwa kuongezea hapo kama alivyosema, tunatamani vijana watoke Mwakise waende ligi kuu. Kwenye ligi hii ambayo imeisha sasa hivi, kuna mchezaji mmoja amechezea timu ya Ihoa mechi ile ya nusu finali. Leo hatuko naye finali kwa sababu ameitwa kwenda kwenye academy ya TFF. Maana yake ameenda kwenye timu ya taifa ya vijana under 17, ameitwa wakati juzi tu amecheza nusu finali ya Mwakise Cup hapa kwenye timu ya Ihoa. Kwa hiyo unaona jinsi
gani mashindano watu natamani yafikie level hiyo ya juu, vijana waweze kupata na fursa kwenda kwenye mashindano mengine makubwa zaidi. Pengine sasa tuambie utofauti wa mashindano haya ambayo fainali ni leo na utofauti wa mashindano ya nyuma. Haya yanaweza kawa na ubora zaidi kuliko ya nyuma? Mashindano huwa yanakuwa na ubora kila mwaka, yaani ukiniambia kila mwaka inaongezeka ubora. Kwa mfano tumeanza na kombe la 50,000, huwezi amini. Tuwahi kuweka ligi ya 50,000 ya vitongoji, ndio tulikoanzia huko, lakini sasa hivi tunazozungumza tayari tumeweka kombe la shilingi 1,500,000. Na hivi ninavyoongea kwa habari ambazo ni nyepesi, ligi itakayoanza na ambayo itarushwa live na Vwawa FM, itakuwa mshindi wa kwanza anaweza kupata shilingi 600,000. Kwa hiyo unaona hadhi inafanyaje, inaongezeka ya mashindano. Lakini hadhi nyingine ambayo inafanya kwamba kila siku mashindano yanaongezeka, fainali zinakuwa na ladha nzuri sana, sawa na ligi kuu. Angalia mimi Yura ndio inashiriki kwa mara ya kwanza mashindano ya Mwakise Cup, lakini imeshiriki kwa mara ya kwanza na imefika fainali. Kuna watu wanawaza labda Mwakise tunapanga matokeo haya, hii Yura imeshiriki kwa mara ya kwanza imefika fainali, haya na yeye tulipanga ifike fainali. Hapana, ni mashindano yenye haki, yanafuata sheria za TFF na FIFA pamoja na mashindano na sheria za Mwakise Cup. Kwa hiyo ni mashindano bora kabisa na kila mwaka yanakuwa bora kwa sababu tunapata vipaji halisi, na hivyo nimekutolea mfano kipaji kimoja kimetoka timu ya Ihoa kimeenda mpaka kusajiliwa kwenye timu za vijana za TFF. Watu wanakusanyika wengi sana, mnajisikiaje sasa mkiwa kama nyie ndio waratibu? Watu wanakuja wengi, wanatoka sehemu tofauti tofauti, wanakuja kucheza ligi hapa. Yaani hakika sisi tuwashukuru sana watu, maana mashindano bila watu ni changamoto. Kwa watu wote waliofika mahali hapa kwa ajili ya kushuhudia hii fainali, sisi hatuna cha kuwalipa. Sisi tunachotaka ni kuwa pamoja. Unajua michezo ni urafiki, undugu, unaona, mpaka sasa tunafahamiana na watu wa Irasi, watu wa Vwawa FM kwa sababu ya nini? Ya michezo. Kwa tunawaomba tu waendelee kutunga mkono, wakisikia Mwakise ipo waje tena kujaza uwanja kama alivyojaza leo ili mambo yaende. Tunashukuru sana kwa kweli, tunasema Mungu awabariki sana. Umetoa dokezo hapa kwamba baada ya fainali ya leo ligi nyingine inaenda kuanza, na umeshataja hapa kwamba mshindi wa kwanza atajinyakulia 600,000, lakini pia unaweza kutuambia zawadi nyingine zitakuwaje? Timu ngapi zitashiriki? Timu zenye sifa zipi ambazo zitaenda kushiriki hiyo ligi pia? Ni timu zozote zile ambazo zitasikiliza mashindano haya na ambazo zitaweza kufika katika kijiji chetu cha Ihoa, kata ya Rwanda hapa Mbozi. Timu yoyote ile inaruhusiwa kushiriki haya mashindano. Nimewadokezea kwamba awamu ya pili inakwenda kuanza mwishoni mwa mwezi huu wa 8 ambapo itatamatika mwishoni mwa mwezi wa 9, na mshindi wa kwanza tumeshampata tayari, ana 600,000 kutokana na mdhamini ambaye tumempata, na tutamtangaza Radio Vwawa FM live siku hiyo. Nikija tutamtangaza kwa mara ya kwanza ni mdhamini atakuwa nani, na yeye ndo katoa mzigo wa mshindi wa kwanza apate shilingi 600,000. Kwa hadhi imeongezeka. Haya mashindano yanaisha leo, mshindi wa kwanza ni 500,000, lakini yanayokuja mshindi wa kwanza ni 600,000. Kuhusu mshindi wa pili, wa tatu itakuwaje, tutawatangazia baada ya protocol zote kukamilika, lakini tumewatangazia wewe kwamba mshindi wa kwanza lazima apate shilingi 600,000. Tunatarajia kupata timu 20, hata ikiwezekana ziwe zaidi, kwa sababu zikiwa zaidi tunaweza tukakata viwanja viwili. Kwa hiyo mashindano kama mafupi lakini yakawa yenye timu nyingi, lakini sisi kigezo kikubwa ni timu. Ili tuweze kuweka mashindano tunatakiwa tuanze na timu 10 tu. Kwa hiyo sisi zikifika timu 10 mashindano yanaanza, lakini hata zikifika 50 ni kulingana na ile hamasa iliyopo kulingana na kipindi hicho. Sasa hivi mashindano yanaisha, tumekuwa na timu 20. Kwa hiyo tunaamini, tunaomba timu zije nyingi ili awamu ya pili tuwe na timu 24, tuwe na timu 30, tugawe makundi ili tuanze ligi yetu. Makundi hayatakuwa na urefu, ni mechi chache, mtu anaingia kwenye mtoano, basi tunaingia kwenye mashindano hayo. Kwa kuwadokezea wasikilizaji wetu na watazamaji wetu ni kwamba mashindano ya Mwakise Cup yanaendelea na tunashukuru tumepata mdhamini. Kwa hiyo awamu ya pili ipo na itaanza hivi karibuni. Tunavyoongea na nyie, timu zianze kujisajili. Tumeshatangaza kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Mwakise kwamba kushiriki ligi hiyo ya awamu ya pili kiingilio ni kile shilingi 40,000, lakini ili uweze kushiriki na kuonyesha kwamba wewe umejiandikisha, lazima utume kiingilio chochote, kama ni 10,000, 20,000, 30,000 au yote, unaweza ukaituma kwa sisi viongozi. Tukishaipokea hapo ndo tunakuandikisha kwamba umejisajili. Usipotuma pesa wewe hujajisajili. Kwa hiyo ndo masharti yalivyo hayo ya kujisajili. Tunazikaribisha timu zote, ajue tu anakuja kugombania mshindi wa kwanza shilingi 600,000, lakini mshindi wa tatu haitapungua 200,000. Mshindi wa tatu haitapungua 200,000.
Kwa waje kwa wingi, tunaomba timu zianze kujisajili ili tuweze kuwa na mashindano bora zaidi kuliko haya ambayo yameisha leo. Okay. Na kumaliza naye. Zawadi binafsi, kipa bora, MVP, mfungaji bora, pamoja na tuzo nyingine zitakuwepo ama hazijawahi kwenye mashindano yetu? Hata leo mtaziona timu yenye nidhamu, golikipa bora, mchezaji bora na timu yenye nidhamu zitapewa zawadi siku ya leo. Mashindano huwa yapo, zawadi ni kulingana na wadhamini wetu wanapotupa na wanatuambia tutatoa shilingi ngapi. Kwa hiyo hatuwezi kutaja kiwango cha hizo zawadi, lakini zawadi hizo zipo na niombe timu ziwe na nidhamu. Lakini tutaongezea na kipengele kingine kwenye awamu ya pili, timu itakayokuwa na mashabiki bora wasio na vurugu, wenye vibe tu la nje na kushangilia timu yao, nao watakuwa na zawadi ambayo naamini haiwezi kupungua shilingi 50,000. Kwa hiyo timu zije na mashabiki wenye vibe, sio wenye vurugu. Tukipata timu ya namna hiyo ikaendesha mashindano mpaka vizuri yakaisha, tutaipa zawadi hiyo timu yenye mashabiki hao bora. Okay, kuelekea sasa kwenye ligi ijayo, wanalipi la kuziambia timu ambazo zitaenda kushiriki? Aisee, tutoe wito kwa timu zote. Kwanza tuanze na zile timu ambazo zimeshirikia mashindano. Kuna watu walikuwa wanasema sasa tumepoteza hii, awamu nyingine tunafanyaje? Tukaambia sasa awamu ya pili narudi. Kajiandae. Kwa hiyo timu zijiandae, na kuanzia leo hii kupitia zile namba zetu za simu waanze kufanya nini? Kujisajili. Lakini pia tunatamani saizi tupanue wigo, timu zitoke mbali sana. Kama awamu hii tulipata timu kutoka Idiwili, kutoka Mlo, tunatamani tupate timu kutoka Vwawa, Alungu, yani sehemu mbalimbali. Kwa hiyo timu zijitahidi kujiandikisha, alafu ili ikifika fainali tutangaze fainali ya mtu anatoka Halungu na mwingine anatoka labda Vwawa. Yani inaweza ikatupa hamasa sana sisi. Unajua kutangaza kila fainali inachezwa tu labda Ihoa na timu nyingine, Ihoa na timu nyingine. Waje wengine hapa wajue Mwakise sisi sio upande mmoja. Mwakise, kwenye Mwakise Mwambeso pale, ili ukipiga useme Mwambeso 0769 24 7104. Hiyo namba muda wote inapatikana hewani. Okay, na namba ya ukiwasiliana na sema nawasiliana na Kisenyuzi, namba yangu ni 0768 82 8805. Hiyo namba ukipigia wewe niambie tu, tuma kiingilio ili tuweze kukusajili uweze kushiriki mashindano ya awamu ya pili inayokuja ya Mwakise Cup. Okay, shukrani sana. Na hao ni wenye mashindano sasa ya Jonas Logistics Mwakise Cup ambayo leo yanafika tamati, na hapa ni uwanja wa shule ya msingi Ihoa ambapo fainali inapigwa. Cha kufanya mtazamaji hapo, usisahau kitu muhimu kabisa, kusubscribe, like, kushare na kucomment Eza Sport TV ili uendelee kupata stori nyingi kabisa zinazohusu michezo na burudani. Usisahau hapo kusubscribe, ni muhimu kweli kweli. Mimi Kapenale, representer, reporter wa mkoa.